kujidhihirisha baadaye. So unapotoa kiapo unaiashiria ile laana ambayo itakuja kufanya kazi au ilishakuja kufanya kazi mwanzo na iliyokuwepo na ipo sasa na ambayo baadaye itaendelea kufanya kazi. So unapoapa inategemea na kiapo ambacho unaingia. So kile kiapo ni uthibitishaji wa ile laana iendelee kutenda kazi na iendelee kusumbua. Sasa kuna mmoja anasema, yaani mimi bana, mimi na hasira sana. Anathibitisha kiapo chake, wakati Biblia anasema hasira ukaa kifuani mwa mpumbavu. Alafu huyu mpumbavu anathibitisha kiapo cha upumbavu wake kwamba mimi nina hasira, wewe nina hasira zangu zikipanda. Kibiblia wewe ni mpumbavu mmoja hivi. Sichatukana, ni Biblia. Simesema andiko kwamba hasira ukaa kifuani mwa, na Biblia inasema hasira itende haki ya, na pia Biblia inasema muwe na hasira lakini msitende. Maana ukiwa na hasira dhambi iko mbele yako. Maana unaingia kwenye kiapo cha dhambi kabisa. Na kiapo cha dhambi huwa kiondoki haraka. Ndio ile kiapo Daudi anasema dhambi yangu hii mbele yangu daima. So kuna watu dhambi zao zimekaa mbele yao kwa sababu ya viapo. Kabisa. Haleluya. Yes, tusaidie. Sababu yako. Na mwingine anaongea mifano, na mwingine anajibu halali kabisa. Mimi usinichezee. Mimi ni moto, chezea mwingine. Mimi ukinichokoza utajua rangi zangu. Yaani anaingia kwenye kiapo cha rangi zake. Rangi zake ni zipi za kichawi, za babu yake au bibi yake? Maana ukisema rangi zangu, tunaangalia mfumo wa kwenu, babu zake, bibi zako, wanatoa rangi gani? Tunakuona kama mwitunga hivi. Sema kiapo. Yeah. Sauti yako iko wapi? Kiapo. Sema kila kiapo. Kila kiapo Nilichofanya kwa kujua au kutokujua. Sema futuka. Kwa damu ya Yesu. Kiapo cha damu. Kiapo cha sadaka. Kiapo cha mahusiano. Kiapo cha magonjwa. Futika kwa damu ya Yesu. Sauti yako amen. La sofra endekata rabaha. Ndugu zangu, kiapo kiwa nacho anaweza kufuta kiapo hicho ni wewe mwenyewe, kwa kujua unaelekea wapi na unataka nini. Kiapo chako la sora bihamba babu kwenye ile ya kanisa. Kuna viapo vya aina nyingi, ila mimi tuongelea viapo aina tatu. Kuna viapo vitatu. Kiapo cha kwanza ambacho viapo hivi sio rahisi kuvunja. Ukivunja ujue kinakugharimu. Kuna viapo vya kazini. Unapata kazi, ukishapata kazi unasaini mkataba, then unapewa viapo vya sheria za taratibu za ile kazi. Labda usitoe siri za ofisi, usitoe nyaraka ovyo za kazi, usifanye hivi nyaraka zingine. Ukienda kinyume na pale, unawajibishwa kutokana na sheria ya kiapo ulichoingia cha kazi. Unaweza kufukuzwa kazi au kasimamishwa au kaambiwa uandike barua kujieleza kwa nini umeenda kinyume na miiko ya kazi yako. Tumeelewa naye? Ndio. Kuna viapo vingine. Cha pili, kiapo cha mahakamani. Kiapo cha mahakamani cha sheria mahakamani. Sasa cha sheria mahakamani, ukishaenda hiki kiapo unashikishwa kutokana na imani yako. Unaambiwa imani gani? Kama Muislamu unashika juzuu au Qur'an, unaanza kuapa kwamba kiapo hiki sitasema uongo, kwa sababu naapa kutokana na imani nilionayo. The same Kristo anapewa Biblia, unaapa kwamba nitasema ukweli mbele ya mahakama hii.
sitasema. So ukiongea tofauti unahukumiwa kutokana na kiapo kila ambacho umekiapiza. Kuna kiapo cha tatu. Kinaitwa kiapo cha mahusiano na urafiki. Kiapo cha nini? Uhusiano na viapo hivi ndio watu wengi vinawafunga sana, na hapa sasa ndo naanza kuwafundisha. Na hapa sasa ninataka unune, hata ukicheka cheka, maana hapa sitegemei amina ya mtu wala haleluya ya mtu yoyote, kwa sababu najua hapa nitakuvuruga. Ndio kiapo. Kiapo cha nani? Mahusiano. Hebu pasa nisome kitabu cha watu washaanza kukasirika. Karadibu shiti handa. Hesabu 30 mstari wa 10. Hesabu 30 mstari wa 10, Biblia inasema, ikiwa mwanamke anaishi na mumewe ataweka nadhiri ama kujifunga mwenyewe kwa ahadi chini ya kiapo. Kwa ahadi chini ya kiapo. 11 Biblia inasema, na mumewe akasikia kuhusu jambo hili, lakini asimwambie lolote wala hakumkataza, ndipo viapo vyake vyote au ahadi zinazomfunga zitakapothibitika. 12 Biblia inasema, lakini ikiwa mumewe atabadilisha nadhiri hizo baada ya kuzisikia, basi hakuna nadhiri au ahadi zozote alizoziweka kwa midomo yake. Rudia, ikiwa nini? Ikiwa mumewe, ikiwa mumewe atabadilisha nadhiri hizo baada ya kuzisikia, basi hakuna nadhiri au ahadi zozote alizoziweka kwa midomo yake zitakazothibitika. Mumewe atakuwa amebadilisha na Bwana atamweka huru. Na Bwana atamweka huru. 13 ndio hiyo. 13 Biblia inasema, mumewe anaweza kuthibitisha au kutangua nadhiri yoyote aliyoweka au ahadi yoyote aliyoweka kwa kuapa ili kujikana mwenyewe. 14 Biblia inatosha. Ndio. So kiapo cha mwanamke aliolewa ndio anaweza kumwondolea kiapo alichoingia. Ndio. Iwe ni kiapo cha marafiki zake, iwe ni kiapo kabla vitu vyote, ni mumewe kabisa. Sasa mkuta na mmeo au na akili zake timamu. Ndio. So 2 3 ziko. Mwanaume ana nguvu ya kutengua kiapo na nazili ya mkewe yoyote ile ambayo ameingia nayo. Ndio. Ndugu zangu, wanawake wengi ndio maana nafasi zao ziko wazi. Ushe kujiuliza kwa nini kile ukisema kwa jina la Yesu wanawake wengi sana wanawake? Ni kwa nini? Kwa sababu mwanamke moyo wake ukifurahi anaingia kwenye kiapo. Ila mwanaume hata akifurahi hawezi kujua, hawezi kuingia kwenye kiapo haraka, sababu nafsi yake imefungwa. Ili ifunguke inategemea mfumo wake yeye aufungue. Ila mwanamke mfumo wake wa ndani unafunguka kiurahisi pale anapofurahia au anapoonyesha jambo fulani vizuri jepesi, na mwanaume anajiachia kabisa, anajiachia. Yaani mwanamke hata akinywa maji yakiwa baridi, akishuka tu hivi ndani, yaani jinsi anavyotembea hivi, moyo wake unakufunguka, burudiko la moyo, anasema shida za nini? wako flexible. Ndio maana mateso wengi wanawake yanawapata sana, si kwamba na makosa, hawana makosa, ila mwanamke ana nguvu kubwa ya Mungu sana kuliko mwanaume kabisa. Mwanamke mmoja aliyesimama vizuri, anayemtambua asili ya Mungu mmoja ni sana wanaume 4
kabisa, na wanaume hawatabisha, sababu ndo Biblia inavyosema. Mwanamke mmoja mwenye asili ya Mungu sawa sawa ni wanaume wanne wenye nguvu ya Mungu kweli, wanne wanamweza. Ndio maana mwanamke anaweza kubadilisha mfumo mzima kwa sekunde mbili. Lakini mwanamke huyo ambaye ni rahisi kuingia maagano ya matatizo kwenye nyumba kabisa. Sasa anasema hivi, kiapo cha urafiki na ndoa. Kuna wale ambao mmeingia kwa urafiki, ngoja nizungumzie, niache kama mahusiano, maana nimeshaanza kununa hapa, ila ndakupiga tu nyundo, ndakupiga nyundo. Mtu na rafiki yako unamwapiza, unasema wewe ni BFF wangu, na waga mnalopoka, sio mjuaji misingi mibaya, unasema wewe ni mtu rafiki yangu wa kufa na kuzikana. Unaingia kwenye kiapo cha agano na unaweka ahadi, anasema wewe ni wa kwangu, wewe ni rafiki yangu, yani wewe ni ndugu, wewe ni zaidi ya ndugu yangu. Unaingia nafasi ya pili ya unaapa, unaweka ahadi, wewe ni ndugu yangu. Shida zako shida zangu, adui yako adui yangu. Unaelewa? Unaingia unafikia tu unamwita BFF. Si mnadai hivyo BFF maana yake kirefu chake best friend forever, si ndio? So best forever anakutenda, mnagombana, mnaachana. Kumbuka una kiapo kwamba wakufa na siku mmevunja urafiki katika mfumo wa kiroho, wewe tayari umekufa kabisa. Urafiki ukiachana, manake akikuacha, kama ni uliingia agano na yeye, kiapo kile ukisema yeye sio yeye, ukasema mimi wakufa na kuzikana, adui yako adui yangu, shida zako shida zangu, biashara yangu ni biashara yako, hela zako hela zangu. Siku na tengana kirafiki, mmeachana kirafiki, si ndio? Yeye anaenda huku, mnakuwa maadui sasa, na kana status mafumbo. Ulikuja kama chokolaa, unajiona sasa umeng'aa, kwenda mwanakwenda, walikuwa wenzio kama 100, lakini wako wapi? Hiki ni kisiko cha mpingo. Mnaanza kutupiana majembe bila kujua wewe ulimwambia yule rafiki yako wakufa na kuzikana. Rafiki yako kama anajua hii kiapo ambacho umeingia naye, ni rahisi wewe kukuua kiuchumi, sababu ulimwambia wakufa na urafiki umeisha, na wewe ndio ulimwambia wewe ni BFF yangu. Adui yake adui yako, yoyote akikuinukia ni bora nife kwa ajili ya kwako. Kwa wewe ndio unaanza kuminukia yule tena rafiki yako ambao ulikuwa rafiki yako, kwa wewe unakuwa adui yako, kwa wewe unakuwa adui yake, alafu huyo unaanza kujipiga mwenyewe, sababu uliingia kiapo mwanzoni cha urafiki. Alafu ulimwambia wakufa fanyaje? Sasa akishaondoka kwako, ile roho ya kifo inaanza kuingia kwako kabisa. Unashangilia, nguvu ya maombi inaisha. Ukitaka kuomba hivi usingizi unakuja. Sasa marehemu anaomba lini? Marehemu anaombaga. Unashangaa biashara ziendi. Sasa marehemu anafanya biashara. Yaani kuna watu ndani ni marehemu, ni misikule inotembea, misikule inopaka wanja. Haleluya. Hebu mwangalie machoni mwenzio, mwambie ayu msikule au binadamu? Una BFF wako ambaye sasa ni adui yako. Una rafiki ambao ulimchukulia kama ndugu yako na sasa hivi mmegombana naye. Sasa yule kama uliingia kiapo, ndugu yangu, umeisha. Ndio maana biashara zako haziendi. Hata unaposhika Biblia usome hivi, usingizi unapotokea huko hajulikani. Hasa ndugu yangu, marehemu tangu lini akasoma Biblia? Sababu mwambie wewe ni kufa na kuzikana. Hakuna kutenganisha rafiki yangu, hakufa na Sasa rafiki anaondoka, bado mjafa. Kwa hiyo tayari unakufa rohoni, unakufa kiuchumi, unakufa kifikra. Kwa unashangaa tu unaenda